Ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Mpendwa, acha nikukumbushe kitu hiki. Katika maisha yako chunga sana kuongea kauli ambazo si rafiki kwa ndugu, si rafiki kwa jamaa, si rafiki kwa jamii inayokuzunguka. Kwa sababu unaweza ukatumia ulimi wako ukavunja mioyo ya watu wengi wanaokuamini. Unaweza ukatumia ulimi wako ukavunja mioyo ya watu ambao wanakusamini, wakakuona si mtu wa maana, wakakuona si mtu ambaye unaweza ukawapa mawazo chanya ya kupiga hatua katika mambo yao wanayoendea siku za usoni. Hivyo basi chunga sana kutumia ulimi wako isije kawa chukizo kwa wenzako. Hiyo ni Methali 15 mstari wa 4. Kwa hiyo maandiko matakatifu ukiyasoma kikweli huwa yanaleta amani, yanaleta faraja, ni vitu vingi sana unajifunza. Elimu isishie elimu ya darasani tu. Elimu dunia ni beta, na elimu ya Biblia ni nzuri, na Biblia ya Qur'ani ni nzuri sana. Itakufanya wewe upige hatua kuelekea sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu dhamira kuu ya elimu ni kubadilishana mawazo, idea mbalimbali, skills mbalimbali. Unakuwa na uzoefu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Ndio system ya education, the transmission of knowledge from one place to another. Hiyo ndo zima ya education. Kwa hiyo mpendo, nikukumbushe tu, tujitahidi tuwe na elimu dunia, tuwe na elimu ya darasani, tuwe na elimu za kidini. Inaweza kusababisha ukaenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa sababu kwa mfano niliposoma mimi Methali imenifariji sana kwenye moyo wangu. Sana sana. Kwa kumbe nijaribu kunyenyekea, nijaribu kutumia ulimi wangu vizuri ili niendelee kuwa na maisha marefu katika dunia hii. Kwa sababu kupitia ulimi unaweza kuhatarisha maisha yako. Ukawa na ugomvi na watu. Unaweza kutumia ulimi wako ukagombanisha watu, wakakuchukia, wao kasirikia, mkawa na mabifu. Hiyo si nzuri.